Wengi wao wakiwa huduma bodaboda wakimlazimisha mshukiwa wa wizi wa pikipiki kuisukuma pikipiki hiyo akiwa nusu uchi. Baadhi ya watu waliokishuhudia kisa hicho wanadai wizi wa mabavu na watu kuuliwa umekithiri na kwamba walishawishika kutumia mazingaombwe kumnasa mshukiwa mkuu, huku washiriki wake wakiaminika kutoweka na kukimbilia taifa jirani la Uganda. Sisi kama vijana wa Matisi tumeweza kuona ujamaa asubuhi akiwa bila nguo. Sasa tuko kazi hivi, kumbe alikuwa amemuganga. Tunamuona tena na pikipiki, kumbe alikuwa mwizi wa pikipiki. Yale limeona leo asubuhi imekuwa maajabu. Hakika watu wa pikipiki wanalia, wanaibiwa pikipiki. Tunaona mpaka vijana yetu wanatekwa nyara, hata tunapata wengine wameuawa ovyo. Wanatuua, wanatufanyia maneno mengine, wanatudunga makisu, wanaenda pikipiki. Lakini kuanzia leo wameiba ya kutosha. Hawataiba tena hapa hivi Kitale. Tutakuwa tunaacha hata ilale kwa lami. Hata yangu naacha leo ilale nje waibe tuone. Mmiliki wa pikipiki hiyo Nelson Olumala amesema mshukiwa huyo na genge lake limvizia na kumpiga kwa kifaa butu usiku wa tarehe 13 mwezi huu na kumwacha na majeraha kabla ya kutoweka na pikipiki hiyo na fedha alizokuwa nazo mfukoni. Pikipiki yangu ilipotea huu mwezi na nimetafuta pikipiki kwa muda mrefu na nimeripoti kwa matuo ya wanapolisi. Nimejaribu kutafuta nje ndani